Philippians, fungua nami wa Filipi. Wa Filipi 2 tutaanzia penyewe. Mstari unasema ya kwamba kama kukiwa na jambo lolote la kutia moyo katika kuunganishwa na Kristo, kukiwa faraja yoyote katika upendo wake, kukiwa na ushirika wowote na Roho, kukiwa na wema wowote na huruma, basi ikamilisheni furaha yangu kwa kuwa na nia moja, mkiwa na upendo huo mmoja, mkiwa na roho na kusudi moja. Msitende jambo lolote kwa nia kujitukuza wala kujivuna, bali pia ajishughulishe kwa faida ya wengine. Kuweni na nia ile ile aliyokuwa nayo Kristo Yesu, naye ingawa alikuwa na asili ya Mungu, hasa hakuonekana kule kuwa sawa na Mungu kuwa kitu cha kushikilia, bali alijifanya si kitu, akajakuwa hali hasa na mtumwa, naye akazaliwa katika umbo la mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka nikaweze kustrengthen neno la Mungu kupitia katika kile kitabu cha Wafilipi 2. Hapo ndipo ujumbe wangu unaanzia, ya kwamba tukaweze kuwa na nia moja. Basi kamilisheni furaha yangu kwa kuwa na nia moja, mkiwa na upendo huo mmoja, mkiwa wa roho na kusudi moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka kuleta ujumbe wangu kutoka katika haki kitabu. Katika hii sehemu nguvu zote zinatoka mahala hapa, na nataka kuongelea kitu kinaitwa power of unity. Power of unity, nguvu za umoja. Kwa hivyo asubuhi wa leo tumefundishwa neno la Mungu, na ninaamini hakuna mtu anaenda kulala katika darasa langu. Tukubaliane. Haleluya. Ninawapenda wote na hakuna mtu anaenda kulala katika hili darasa, si ni ukweli? Tumwambie shetani wa usingizi afanye nini? Lazima wakuwe na nia moja, wakuwe na wazo moja, wakuwe wanafanya vitu katika hali ya umoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nimeandika ya kwamba a family that pray together builds a bond that goes beyond blood. It is rooted in faith, love and unity. Prayer invites God into the home, strengthens relationship, and creates an atmosphere of peace and understanding. Kwa wale ambao mnaandika, a family that pray together builds a bond that goes beyond blood. It is rooted in faith, love and unity. Prayer invites God into the home, strengthens relationship and creates an atmosphere of peace and understanding. Bwana Yesu asifiwe.
wakati watu wanakaa pamoja, wanaomba pamoja, wanafunganishwa pamoja. Huwezi toka tu huku na ukatenganisha hawa watu wawili. Nataka watu watatu waje hapa mbele. Wapendwa, kujeni haraka. Wamama watatu kujeni. Nataka tufanye demonstration. Nataka mshikane hivi mikono sako. Shikaneni. Mmeona vile wameshikana? Hao wapendwa, vile ambavyo wameshikana hivi, kitu chochote kijaribu kuingia, wako na ile force ya kujishikilia, kwa sababu wako pamoja. Jambo lolote likikuja ili likaweze kuwatenganisha, hawawezi. Kwa hivyo Mungu ambaye tunamwabudu, wapendwa, ni Mungu ambaye tunamwabudu katika uungu. Huwezi separate mwana na roho. Bwana Yesu asifiwe. Twende tukae chini. Kwa hivyo huu ndio umoja ambao nataka kuzungumzia. The power of unity. Katika nyumba ya Bwana tunahitaji tukaweze kushikana. Na kama familia tusipokuja pamoja tukashikana, ni rahisi sana adui akaingia na akaweza kuangamiza familia zetu. Mnanipata? Kwa hivyo wakati familia zinashikana, zina invite, zinakaribisha, wakati wapendo tunakuwa na ule umoja, tunapokuwa na ile unity, tunakaribisha upendo. Watu wakiwa na umoja watakuwa na upendo. Watu wakiwa na umoja watakuwa na amani. Watu wakiwa na umoja watakuwa na ushirikiano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, number 2, the power of unity in church is a spiritual force that reflects God's nature. The power of unity in church is a spiritual force that reflects God's nature, unlocks divine strength, and serves as a powerful witness to the word. Unlocks divine strength and serves as a powerful witness to the word. When believers live in harmony, they create a clear picture of God's glory and experiences freedom from division. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba kanisa linapokuwa pamoja ni kitu cha kiroho. Na inaonyesha kwamba kuna nguvu fulani ambazo tunazipokea wakati tunakuja pamoja. Kuna nguvu za kipekee ambazo tunapokea wakati kanisa limekuja pamoja. Wanaongea lugha moja, wanatembea katika roho mmoja. Na inasema ya kwamba that reflects God's nature. Inaonyesha kwamba ni umbo la Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na pia inafungua divine strength, inaleta nguvu za kiungu. Wakati watu wameshikana, inaleta nguvu za kiungu. Na wakati tunamwabudu Mungu, tunamtukuza Mungu, tunamtumikia Mungu katika ushahidi, tunakuwa mashahidi kwa ajili ya neno la Mungu. Haleluya. Kwa hivyo kwa wale ambao wanasoma, andika Psalms 133, 1-3. Wakati tunakuwa pamoja, wapendwa, tunawekwa huru. Bwana Kwa hivyo
hivyo, number 1, tunapokaa pamoja ni nini kinafanyika? When people come together, what happened? Number 1, it pleases God when saints come together. Their God release fresh anointing. Inamfurahisha Mungu wakati sisi tunakuja pamoja, na Mungu anaachilia anointing ya kipekee, upako ulio mpya ama upako speciali wakati watumishi wa Mungu wamekuja pamoja. Jinsi ambavyo tumekuja hivi, wamama wameacha vitu zao kule nyumbani, wengine wameacha kupanda maharagwe, wengine wameacha watoto bila kujua watakaa aje, wamekuja kumtafuta Mungu, na Mungu mwenyewe anahudumia familia. Bwana Yesu asifiwe. Umetake risk kwa ajili ya Mungu, umehatarisha maisha yako, umehatarisha ile ndoa yako kwa ajili ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba tumekuja pamoja, na Mungu anapotutazama kutoka mbinguni anaachilia fresh anointing. Hello? Wewe si kama mama tu kama wamama wengine. Umeaika chini ukajiuliza ni wamama wangapi wamekaa kule nje wanafanya vikao vile ambavyo wanataka kwenda kutafuta madawa walishe waume zao. Lakini wewe umetake risk, haujui wako leo amekaa aje, umekuja kumtafuta Mungu. Umekuja kukaa na waumini. Lazima Mungu afanye jambo. Bwana Yesu asifiwe. Sio bure dada yangu, sio bure mama. Mungu ako na sababu akulete mahala hapa ili ahudumie familia yako. Kuna vitu umeng'ang'ana kwa muda katika maisha yako, vibadilike. Hata kwenye hiyo ndoa vibadilike, havijawahi badilika. Lakini leo kufanya maamuzi ya kuingia katika hili eneo la Kamsinde, umeacha kila kitu, umesema Mungu, nimefika ukutani. Wacha huu mkutano leo ubariki maisha yangu. Huu mkutano ulete mabadiliko kwenye ndoa yangu. Huu mkutano ulete utofauti katika huduma ninayoifanya. Bwana Yesu asifiwe. Number 2. When we stay in unity, God commands blessings. Wakati tunakaa pamoja, Biblia inatuambia kwamba Mungu huamrisha baraka. Wakati watu wanakuja pamoja, wakati kanisa linaomba pamoja, wakati wapendwa tunalilia pamoja, Mungu anaachilia baraka. Number 3. Through unity we succeed. Through unity we succeed. When we want our families to prosper, we need to talk one language and also plan together as a family. Iwapo tunataka Mungu akaweze kufanikisha familia zetu, kufanikisha jamii, kufanikisha huduma zetu. Maana katika nyumba ya Bwana kuna vipawa tofauti tofauti, na pengine umeshindwa jinsi ya kupalilia kile kipawa chako. Lakini tunapokuja pamoja tutachocheana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kule kuchocheana. Kuna neno mtumishi wa Mungu amenifunza mahala hapa, na halijakuja vile ambavyo mimi pengine nilikuwa ninalielewa. Lakini kwa sababu leo Mungu amelizungumza katika nafasi ile, linachochea moyo wangu. Ninaanza kufunguliwa zaidi. Mawazo yangu yanafunguka. Pengine ulikuwa unasoma tu ya kwamba kuwa na nia kama ya Kristo, kufanya nifanane na Kristo. Pengine ulikuwa unaelewa katika hiyo level. Lakini leo Bwana amekufanya ukaweze kufunguka. Tuliingia mtumishi wa Mungu asubuhi akisema ya kwamba walikuwa wanawaletea cabbage na baba yao, na mama anatumia ile cabbage kwenda kuuza watoto wake wakule chapo na nyama. Siwe pia umepata kitu? We umeishi tu na cabbage kwa nyumba mpaka imeoza. Ati sasa ningefanyaje? Walileta tu mingi, hata akili tu ya kuchukua tu ukawie tu hata jirani. Leo tumefunguka.
Mtumishi wa Mungu amesema ya kwamba Yesu moyoni, pesa wapi? Unajua hii budget wameifanya tu ni ya mwezi, na vile wamesema hivi yeye arudingi nyuma, ni kama tu vile amenunua imekuwa. Tumia akili. Bwana asifiwe. Kuna wamama hapa hata wengine tu kupeana tu sheveve kwa jirani ni ngumu. Mzee amemweka kwa nyumba ni kama kuku mwenye amefungwa. Hajuangi kwa jirani ni nini kinafanyika. Yaani yeye anasungukianga tu kwa boma. Hata kusimama tu kwa fence ni makosa. Anakaa kama mtoto wa shule. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapotoka huko nje, yani anajua ukitoka nje utachanuka. Sasa leo mmekuja chanukeni. Tumia hii nafasi utumie hii akili vizuri. Fikiri yako vizuri. Wewe mwenye unasemanga tu sheveveni ya mzee. Hii viazi ni mzee alinunua kamba kaleta tukapanda. Sasa lazima mpaka niombe mzee. Wewe chimba viazi enda uza. Weka pesa wapi? Watu wakitoa sadaka pia wewe unatoa? Kuna kitu Mama Dina alinifundisha. Juzi mama alikuja kwetu mkutano na wachungaji. Na mama huo mkutano haujatuacha bure. Tuko na bidii ya kutafuta. Walituambia kwamba wamama pesa kwa vibeti. Sasa naamini kila mama hapa atakosa pesa kwa kibeti. Usiangalia tumeandikwa ama hujaandikwa. Ukiniona mimi nafanya kazi wapi? Ukikech tu vile unaniangalia. Tu venye roho yako imekuambia unaniona kama nani? Pastor Jenny amesema principal, mwingine? Haleluya. Situpendane wapendwa. Yaani ukifundishwa kubali kufundishika. Na Mungu akijaribu kukuinua na wewe pia inuka. Usianze kusema unajua Mungu sasa ukawa kama Yeremia. Hati sasa Mungu si unajua mimi ni mtoto tu. Wacha kucomplain. Mungu anataka akupeleke katika nafasi nyingine. Wametuambia kwamba Mungu amekuja kukutransform wewe from one. Kumbe mlikuwa darasani. Pigia Yesu makofi. Genesis 11:4-6. Andika Genesis 11:4-6. Inaongelea kuhusu hawa watu walioujenga mnara wa Babeli. Walikuwa na nia moja. Wakawa na mawazo moja. Wakasema tutakaa pamoja. Nasi tutajenga huu mnara mpaka tumfikie nani? Mungu. Na ile bidii walikuwa nayo ilikuwa ni ya umoja. Kwa hivyo when families stay in unity, they will go far. When families stay in unity, they will go far. New things will start happening. The family grow faster. Unity brings understanding. Unity brings honor. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa katika hali ya umoja, tutakuwa na mapatano, tutakuwa na kuelewana, na pia tutakuwa na heshima. Lakini ukiwa umekaa kando na umoja, mambo mengi yatakupita. Maana mambo ambayo watu wawili watatu wamekaa wanazungumzia, huenda kwako ni rare sana kuyapata. Utaanza kuuliza walipangia wapi? Sasa ukisikianga watu wanaenda fellowship, amka uende fellowship. Watu wanapanga kufanya vitu fulani, na wewe pia jishirikishe. Usikue mtu wa kujitenga. Mungu alikuwa na makusudi akakuita wewe na mimi, na akakupanda katika nyumba yake. Mpendwa, usikue wa haraka kuondoka katika uweponi mwa Mungu.
Usikuwe mtu wa vikwazo. Nashukuru Mungu kwa ajili ya praise and worship team, wamebariki sana moyo wangu. Hawa wapendo wasiposhikana hapa, hata waimbe aje, Mungu hawezi shuka. Na hawa ndio wanasababisha mbingu zifanye nini? Zifunguke na mioyo ikaweze kupokea, watu wabarikiwe. Lakini tukiwa na ukomvi katikati ya praise and worship team, Roho Mtakatifu anaondoka na anaacha kanisa likiwa sasa. Wewe ulikuja au kukuja jana practice, na leo umekuja kwa stage kwa sababu tunakujua wewe ni mwimbaji. Umekuja na ile kiatu ya tunaitanga ya sanguine. Kiingia tu hata ujui walikuwa wamefika wapi kwa stage. Mike. Shangwe. Yaani natakana tujue kwamba wewe ni mwimbaji. Hata ukijaribu kuguswa, kurekebishwa, unasema hata hii si peke yake church, naweza nikaenda nikaimbia kwingine. Yaani ni mtu wa kuleta vikwazo. Sasa watu wanakuogopa tu kwa sababu huyo ukimgusa ataacha kanisa. Na unajua mama pastor anampenda, tusijaribu kumgusa. Hapo utakuwa umegusa life wire. Si Bwana atusaidie tuokoke. Ukirekebishwa, rekebika. Usikuwe mtu wa kukuja kuleta majaribu kwa wengine. Walihubiri, waliniongea, walipanga, walisema ni kama fulani ndiye amesema. Yaani unabahatisha katika nyumba ya Bwana. Mpendo umepandwa katika nyumba ya Bwana, dumu katika hiyo nyumba ya Bwana. Ije mvua, ije kiangazi, dumu mahali pale. Ukiendelea kuhangaika, hautapata ushirika ambao utakujenga. Kwa sababu mawazo yako ni ya kuhama. Uko hapa lakini ulihama tu kitambo. Najua naendanga tu kwa sababu nani alisema niende. Hata kwa sababu wameandaa mkutano, acha niendeko tu, nione wataona aje, watasema nini. Kuna mtu amekuja anataka aone wanasema ni vile nilikuja walisemako nini. Huko tulitoka. Mwambie jirani, huko tulitoka kwa mambo ya vikwazo na kukwazana na kwa kukwaruzana tulitoka. Yesu atusaidie tufike mbinguni. We kama bado unatafuta walisema, waliona, hiyo ni yako. Lakini nataka nikwambia kwamba dumu katika nyumba ya maombi. Dumu katika nyumba ambapo unalishwa neno. Dumu katika nyumba ya ushirika. Dumu katika nyumba ya waumini ambao wameunganika, wako katika umoja, wanakaa mahali pamoja. Hallelujah. What will cause make us to stay together? What will make us to stay together? What will make us to stay together? Fungua nami katika kitabu cha Acts 2:1. Ni nini ambacho kitatufanya tukaweze kukaa pamoja? Acts 2:1. Mwenye amepata anaweza kutusomea tafadhali? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hata ilipotimia siku ya Pentekosti, hawa watu walikuwa pamoja. Hawa watu wenye walikuwa pamoja walikuwa ni akina nani? Kanisa la kwanza, watu walikuja pamoja. Na Roho Mtakatifu alipowajia aliwapata wakiwa pamoja. No. Sasa wewe, ona hata karibu nimeenda kwetu. Kuna mtu asikii Kibukusu hapa?
Amen. Sasa wewe wamekuambia kaa tu hapa, Yesu wako karibu kukuja, lakini wewe tu na shingo yako tu ngumu uliamwanga tu kutoka. Sasa Roho akikuja alikuwa amebeba hata baraka zako, wewe ushaenda. Yaani wakisemanga neema mguu iko nje. Sasa baraka ndio zimekuja. Hizi baraka zilikuwa za huyu dada Linet, ameomba kwa muda na ni wakati wake wa kubarikiwa. Wewe ulitoka miongoni mwa wenzako ulienda, na Mungu alikuwa anataka kuwabariki kama group. Wewe ulitokayo ulikwazika, lakini Biblia inasema ya kwamba hawa watu walidumu pamoja, walikaa pamoja na wakakaa katika ile hali ya kungojea Roho Mtakatifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hicho kitabu mstari ni wa 42. Biblia inasema ya kwamba nao wakawa wanadumu katika mafundisho ya mitume, katika ushirika, katika kumega mkate na katika kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu ya Mungu, nayo miujiza mingi na ishara zikafanywa. Na mitume walioamini wote walikuwa mahali pamoja, nao zao na vitu walivyokuwa navyo, kila mtu akagawiwa kadri ya mahitaji yake. Siku zote kwa moyo mmoja walikutana ndani ya ukumbi wa hekalu, wakiumega mkate nyumba kwa nyumba, wakila chakula chao kwa furaha na moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza wote. Kila siku Bwana akaliongeza kanisa wale waliokuwa wakiokolewa. Haleluya. Hawa watu walikuwa wapi? Walidumu mahali. Sema mimi hapa sitoki. Na kama ulikuwa na wazo la kutoka, shetani afanye nini? Ati kwa sababu ulionanga huko wanaona hapa hawana roho, hapa hawaoni. Sasa ulikuwa unatamani kuhama. Unajua walinikanyaga, unajua walinifanya hivi. Nataka nikutie moyo leo, kama ulikuwa unataka kutoka usito. Hawa watu walidumu pamoja. Wakati walikaa pamoja, walikaa katika mafundisho. Na ni nini ambacho kitatufanya tukaweze kuishi pamoja? Number 1, tukiwa na Roho Mtakatifu. Holy Spirit will help us to stay in unity. Number 1, Holy Spirit will help us to stay in unity because we serve God in Trinity. Roho Mtakatifu atakusaidia wewe na mimi tukaweze kuishi pamoja, kwa sababu tunamwabudu Mungu katika uungu utatu. Number 2, prayer. Maombi ndiyo yatakayotuweka pamoja, kuwa na nia moja. Yesu mwenyewe akawaambia wanafunzi wake, ombeni nami hata lisaa limoja. Wewe unaombanga saa ngapi? Wewe ni mtu wa kusema Baba asante tu kwa hii chakula umenipa, hata sikujua leo nitakula, lakini nimekula, asante. Yaani hii asante inakupatanga mguu kwa blanketi. Bwana akaweze kukufunulia mpendwa, akupatie mzigo. Uwe mtu wa kuomba. Wakati tunaomba tutadumu pamoja. Mahitaji yetu, Biblia inasema ya kwamba na hoja zetu zijulikane na nani? Na Mungu. Zitajulikanaje iwapo wewe mwenyewe ni mvivu wa kuomba? Unajua Biblia wakati mwingine huwa inatuchallenge. Wanasema ya kwamba kabla hatujaomba Mungu anajua mahitaji yetu. Sasa wewe umechukua ule udhaifu wa kusema
Hata Mungu anajua, hata nisipoomba Mungu tu anajua. Anangoja umwambie Mungu, ni huu mguu unaniuma, hii kiatu imenifinya, Mungu naomba unipe kiatu kingine kizuri cha kunifika. Nimeshindwa na majukumu ya kulea jamii, Mungu nisaidie. Sasa unasemanga wangu nimeacha tu Mungu mwenyewe tu, Mungu tu mwenyewe. Mama kuwa na mzigo. Mama tumepewa tumbo ya kubeba. Tumepewa nini? Ya kubeba. Mama anazalisha. Utazalishaje iwepo hauombi? Mama ukiomba utazalisha. Kuna kitu unaimbati kwa watoto wako wa kiroho na pia watoto wako wa kimwili. Kama mtoto wako hajai kukuona ukiomba, ataanzaje kuomba? Ataomba. Nani anakuanga mwalimu wa kwanza wa mtoto? Semako kwa sauti. Alafu unafanyanga nini ukimfunza? Ombea ugali. Shukurani mbele ya ukali, Bwana wa juu na chini, tuparikie mesani, tupe na charo kweli. Amen. Kuleni haraka haraka mwende mulale. Omba leo Bwana kupatie mzigo wa kuomba mpendwa. Bwana kupatie neema. Wakati utakuwa na hiyo kiu ya kutamani kukaa miguuni mwa Bwana. Daudi akasema ya kwamba ombi langu ninatamani nikae miguuni mwa Bwana, ni utafakari juu ya uzuri wake siku zote za maisha yangu. Je, utakaaje na kutafakari mema ambayo Bwana ametenda? Utajuaje hili Bwana amejibu usipomuomba? Bwana Yesu asifiwe. Utajuaje kumshukuru Mungu iwapo hauombi? Utajuaje kuuliza iwapo hauombi? Bwana atusaidie kwamba wamama tumepewa nini? Mzigo wa kubeba familia. Tumepewa mzigo wa kulea kanisa. Tumepatiwa mzigo wapendwa. Kwa hivyo sio kazi rahisi. Pengine uko na washirika 10, lakini hata hauwajui. Lakini ukiwaombea utawajua. Bwana atakuongoza. Atakuonyesha hata yale ambayo wanayapitia. Ukianza kumuombea nani, Bwana ataleta hitaji la nani, uanze kuliombea. Sasa utaomba beyond 1 hour. Bwana Yesu asifiwe. When we pray, our family will stay in unity. When we pray, our pastors, bishops, reverends will stand. Na kama hatutaomba tutakuwa tu kama wengine. Unaona mchungaji wa ilika, hata mimi nilisikia. Yaani unakuwa tu mama kama wamama wengine wenye mizaa. Biblia ikasema ya kwamba tusikae barasani pa wenye mizaa. Badala ya kumaliza muda wako kwa wamama wa mshene, chukua Biblia, soma. Enda ushirika. Jifiche mahali. Katika Psalms 91 inaongelea kuhusu yeye aketie mahali pasiri pake yeye aliye juu atakaa katika uvuli wa Mungu mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Bwana atusaidie tukaweze kuwa waombezi. Number 3, word. First church stay together in prayer and by reading the word of God. Kanisa la kwanza waliishi pamoja kupitia maombi na pia kulisoma neno la Mungu. Number 4, fellowship. Ushirika. Wapendo, ukiingia katika ushirika, hapo ndio utaanza kuelewa ni nini chenye fulani anapitia. Tukiwa katika ushirika, huko ndio tunaanza kukua katika maisha yetu ya kiroho. Hauwezi niambia utaokoka tu na ugro. Lazima tutaingia katika ushirika. Na mimi ninaamini katika ushirika, huko ndiko Yesu alibebanga aibu zetu
na uoga yenye tulikuanga nayo. Wacha niwapatie huu shuhuda. Mimi nikiokoka, kuna mtu alikuja akaniambia, sasa wewe, by the way, mimi ni mtoto wa Bishop Edward Barasa kutoka kule na Mtoholo. Sasa bishop wetu ni mwalimu na mama ni mwalimu. So walikuwa wakitembea kila siku wakienda shule wakipita, na walikuwa wanapenda kuvaa smart, masuti. Sasa wakati niliokoka, mtu akaja akaniambia, sasa wewe uliokoka, wewe utatoa wapi suti ya kuvaa ndio uende kwa hiyo kanisa? Wewe utafaa uko ulichoka bure. Namba 2, uko watu wanaongeanga tu Kiingereza. Ndio nashukuru Mungu leo mama ameniacha hapa niongee ya kwetu. Yaani mambo ya Kiingereza mtu ajue ya kwamba hata wala hawajui Kiingereza pia wanaweza mtumikia Mungu. Uko watu wanaongeanga nini? Kiingereza. Sasa utasikia nini? Kauoga kakafanya nini? Kakakuja. Na wakikusimamisha utoe ushuhuda, utatoa ushuhuda gani? Na kweli nikajiangalia, nitatoa ushuhuda gani? Sasa mimi nimeokoka. Nataka nione mtu mwenye ameokoka anakaa namna gani. Hiyo tu ndio ilikuwa tamanio la moyo wangu. Mtu mwenye ameokoka anakaa namna gani? Sasa mimi kuingia church, si kutaka kujua vile wanavaa na vile wanaongea. Nilikuwa nataka nijue wanakaa namna gani. Nilipofika church, nikakutana na wandugu, wadada waliokoka wakakunywa roho. Unasikianga ile lugha ya mbinguni. Wakianza kuworship hapa, roho ameshuka, watu wote wameenda flat, wako kwa ndimi. Mimi niko tu za hapa. Mungu nibariki. Mungu nibariki. Mungu bariki mume wangu. Mungu bariki mtoto wangu. Nilikuwa na mtoto mmoja. Mungu nibariki. Bariki mume wangu. Bariki mtoto wangu. Lakini hapa raba shanta rabo zikata raba yanta raba baba zikata. Yaani hiyo ndio lugha ilikuwa kwa church. Nikamwambia Mungu hata hapo nitafika tu. Lakini saa hii bado mimi nibariki tu. Na si unaona Mungu alinibariki? Kwani hakuona tamaa ya moyo wangu? Si alinibariki? Mungu akanibariki. Na nikamwambia kitu kingine, Mungu unilinde. Na ulinde mtoto wangu. Na ulinde mume. Mambo mangapi? Biashara ingine mimi simo. We uruke juu ufanye nini? Mimi na Mungu nimefocus. Wenda rapashanda na mimi niko hapa na Mungu. Na kumbe hako tu kila mahali. Na anasikilizanga tu maombi ya kila mtu. Hello. Lakini kuanzia pale, si Mungu alinisaidia. Nikajua mtu mwenye ameokoka anakaa namna gani. Hicho tu ndio kitu nilikuwa ninafuata. Nidumu katika nyumba ya Bwana. Nisikuwe mtu wa kuhangaika, nisikuwe mtu wa kufadhaika. Alafu kitu kingine wakasema Mungu anachukia dhambi. Nikasema sasa nimeokoka, nitarudisha tena kwa dhambi? Sasa hata kuongea kwa mtu hiyo ni dhambi. Na Mungu akanisaidia kuanzia pale. Ushirika. Bwana Yesu asifiwe. Nikaingia nini? Ushirika. Ushirika ukanilea. Tukawa na kitu kinaitwa Bible study. Sasa hiyo ikanichonga, ikanitoa upumbavu, nikaanza kufanyiwa pruning. Ambie jirani pruning. Yaani wanakufanyia pruning. Wakuondoe sasa akili yako na waingize akili ya Yesu. Mawazo ile ya kukwambia wewe hauna, wakutoe. Wakwambie wewe uko navyo. Alafu akasema Mungu atainua mtu kutoka mavumbini na amketishe na wafalme. Nikasema sasa nangoja hiyo siku yenye Mungu atainua watu wenye wanatoka mavumbini wakae na wafalme. Haleluya. Kuna mtu anabarikiwa? Kuna mtu analala?
Kama kuna mtu analala mwambie kwa hii darasa la Pastor Bridget hawalalangi. Through fellowship we will be able to understand the need of others. The first church shared their things accordingly and enjoy life with the others. They encourage one another. Kanisa la kwanza katika ile hali ya ushirika walijua nani ana sufuria. Nani tulienda kwake lakini hakuwa na kikombe cha kutumia kunywa chai. Nani vile tulienda kwa nyumba yake hakuwa na kiti. Kupitia nini? Lakini Jumapili ikifika tujipake ng'ombe yetu na tuingie kanisani, sisi wote tuko. Nisipokuambia hii na hii ninapitia utajua kweli. Na hawa watu walikuwa waaminifu, hawakuwa wanatangaza mambo ya wenzao. Hata akiingia yako tu, yani alibahatika yako tu akaingia bedroom yako, akitoka alijua chenye anaweza fanya. Lakini wasisi leo sai unamuona tu. Huyu vile unamuona tu. Lakini kwaka hakuna, kama najifanyanga tu. Bwana atusaidie tukue na nia kama ya Kristo Yesu. Paulo akasema ya kwamba nifuateni mimi jinsi ninavyomfuata nani? Kristo Yesu. Na wewe nao unaamka tu na yako na kuja unasema Bwana asifiwe. Fanyeni yale ninawaambia lakini msifuate yangu. Wewe ulitoka kwa nani? Hapo ndio natakanga kujua ulitoka kwa nani? Ulizaliwa kwa nani? Maana mtoto kwa nyumba anaongea chenye mama na baba yake huwa wanafanya nini? Wanaongea. Ukiona watoto wanaongea huku tu nje, wewe reflect tu kwao. Hivyo ndivyo wazazi wake wamekaa. Sasa wewe umezaliwa na huyu Yesu. Na unakuja hapa unatuambia, wapendwa Bwana asifiwe, msiangalie yale mimi ninafanya. Fanya tu yale ninawaambia. Mimi ukiniambia hivyo umenipa barabara ya kutoa. Maana ni kama niko wrong side. Paulo akasema, nifuateni mimi jinsi ninavyomfuata nani? Kristo Yesu. Kwa hivyo wapendwa, tukaweze kuwa na watu ambao tuko na moyo wa huruma kwa wenzetu. Tunapoingia katika ushirika, tukaweze kushikana sisi kwa sisi. Tuombeane sisi kwa sisi. Mwenzako akikwambia niombee napitia hii, isikue raha yako kwenda kumtangaza. Muombe na umwambie Mungu mshughulikie. Number 5, love. John 3:16. For God so loved. Endelea wala ambao umesoma Biblia. Kiswahili, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Moyo wa Kristo Yesu kwetu. Alituonyesha upendo. Kwamba kikao kilikuwa kimekaa vile ambavyo tumekaa hivi. Na wakaulizana, ni nani tunaweza kumtuma? Maana maovu yalikuwa yamezidi. Na Mungu akawa na moyo wa huruma kwa wanadamu. Akasema nitafanyaje nikaweze kumwokoa mwanadamu? Yesu akajitokeza. Akasema nitume mimi hapa Bwana. Niende kwa niaba. Bwana Yesu asifiwe. Upendo wa Kristo Yesu kwa mwanadamu. Alikupenda wewe na mimi, akatufilia msalabani, na akasema yeyote anayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. When you have true love of God, you will never count and part
things. When you have love of God, you will not see mistakes. Ukiwa na upendo wa Kristo ndani yako mpendwa, hautaona makosa. Kwa hivyo upendo unatuweka pamoja. Upendo utatusaidia tukaweze kuona mwenzako kuwa muhimu kuliko nafsi yako. Mama ametuambia hapa ya kwamba hesabu mwenzako kuwa bora kuliko wewe. Usijione tu ni wewe, ni wewe, ni wewe. Mimi tu, ni mimi tu. Hesabu mwenzako kuwa bora kuliko wewe. Kwa hivyo hiyo itakuja iwapo uko na upendo wa nani? Wa Kristo Yesu ndani mwako. Number 6. Heart of forgiveness. Heart of forgiveness. Moyo wa msamaha utatuweka pamoja. Tukiwa na moyo wa msamaha tutakaa pamoja. 1 John 1:7-10. Ya kwamba wapendwa, tukiwa na msamaha. Nani hajai kosea yako mtu? Na nani amekosewa? Nani amewahi kosewa na mtu? Mtu alikukosea. Si watu huwa wanatukosea? Na si pia sisi huwa tunakosea watu. Siku moja wakaleta mama mmoja mbele ya Yesu, akasema huyu mama amefanya dhambi. Sasa kwa sheria ya Musa lazima afanye nini? Auawe. Yesu akamwambia mama, akaangalia hao watu. Na Mungu akampatia hekima. Na akainama chini. Yesu akasema mtu ambaye hajawahi fanya kosa awe wa kwanza kufanya nini? Kutupa mawe. Ametupa jiwe chini na ameenda. Kumaanisha sisi wote tumetenda nini? Dhambi. Na sisi wote tumepungukiwa na hiyo na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo wapendwa, wewe huwa unaona tu vile walikukosea. Hata hiyo imesababisha katika nyumba yako, unajua tu jirani wako wa karibu, huyo mume wako, hamna amani na yeye. Ikifika wakati wa kukula sapa, wewe unakulianga jikoni. Mzee anakulanga peke yake mezani. Kuna kitu nimejifunza kwa mam na ninaenda kuanza huko kwangu. Nilianza hako nikafika mahali kwa sababu ya makwaso. Nimesema makwaso. Kasema kila mtu akae meza yake sasa. Lakini tukikuja hapa tunakuwa renewed. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tunakuja kupona. Sasa wewe kwa sababu ya misunderstanding yako na jirani yako na huyo mume wako, mnakaanga hivi, huyu anakula anaangalia huku na huyu anakula anaangalia. Bwana Yesu asifiwe. Mnakaa nyumba moja lakini hamjuani, no communications kwa hiyo nyumba. Kwa sababu umebeba hasira, umebeba uchungu. Mwaka nenda rudi. Pengine alikwambia Disemba nitakufanyia shopping uende uone mama. Na vile Disemba ilifika, kuna kakitu tu kakatokea na ile pesa mzee alikuahidi haikukua. Sasa ukauliza, sasa siendi tena. Yaani vile alikwambia si hata umeona na hata unajua. Ikakuwa makasiriko, ikakuwa amenidanganya, ikakuwa umebeba uchungu. Kuna mama huku watu waliokoka huko kwetu. Disemba ikifika mtu asipofanywa shopping ya kupelekea mama yake Christmas, hiyo nyumba haikaliki. Wacha nifunge tu niende kwetu, nitarudi baadaye. Bwana asifiwe.
Sasa shida inaanzianga hapo. Sasa mimi vile niligundua nikasema, Mungu, nipatieko mzigo niombea wa mama wenye wanafunganga manguo kwa maleso wakienda Disemba. Mungu warudishe, wakae watulie kwa mabwana zao. Misunderstanding. Bwana Yesu asifiwe. Tukue na moyo wa nini? Wa kusamehe. Mpendo, ukiwa na moyo wa kusamehe utapona. Ukiwa na moyo wa kusamehe utabarikiwa unapoingia katika mikutano kama hii. Ukiwa na moyo wa kuachilia mambo yaende, uondoe uchungu, utainuliwa. Lakini ukiwa mtu wa kubeba vitu na kuhesabu, utajikuta ya kwamba umemaliza miaka mingi kanisani, watu wanatoka nyuma wanakujanga wakikupita, wewe bado uko tu pale kwa sababu ya roho ya kutokusamehe. Nataka tuangalie what kills unity. Ni nini kinaua umoja? Number 1, wrong motives. Mkiwa pamoja, wewe uko tu na mawazo tofauti na wengine, inaua umoja. Kuna mikutano huwa tunaenda machama, si huwa tunafanya machama? Tunamwagiana pesa. Sasa wakati mmefanya mikutano, mkiwa kwa mkutano wanauliza kitu, wewe uongeangi, unanyamaza tu. Wenzako wanachangia, wewe unanyamaza tu. Wakati mkutano umetawanyika, kila mtu ameenda, na unaanza kusema, mimi nilikuwa nataka niseme hivi. Mimi hata nilikuwa nataka wanipatie tu shares zangu. Nataka kutoka huko. Yaani uko tu na tofauti, yani kinyume na vile ambavyo kikundi kinaendelea. Huyo mtu hawezi akagrow. Anaua umoja katika jamii ama katika mwili wa Kristo. Number 2, being unfaithful to one another. Kutokuwa mwaminifu mmoja kwa mwingine. Vile ambavyo nimesema, pengine mwenzako amekuamini na mambo yake, na wewe unatoka nayo unaanza kuyatangaza. Anakuona wewe sio mwaminifu. Pengine mlipanga kitu katika nyumba yako mtafanya na mzee. Kabla hayajafanyika wewe ndiye huyo uliyatangaza. Yaani unaitwanga makasita, radio, makasita. Ile yenye haiwezi vumilia na kitu, unausikie kuungua ndani mwako, lazima uitoe. Hata mimi wangu alisema anaenda, hapa ni wapi? Hapa chini Maeni ama soko ni Kimilili. Amesema anaenda Kimilili, ati anaenda kutafuta tu ng'ombe. Yaani una siri. Hata uwezi piga tu magoti mwambie Mungu usaidie tu hiyo siku hiyo ng'ombe ifike kwa hii boma na itupatie amani. Bwana asifiwe. Being unfaithfulness. Number 3, mawazo yetu. Vile ambavyo tunawaza, yani unawazanga tu kuvunja huu umoja. Hauna mawazo mazuri ya kujenga. Na hata kama utachangia, utachangia kuvunja moyo. Discouragements ndio unapeana kwa wingi than encouragements. Number 4, when you welcome gossiping people. Wakati unakaribisha wenye vitina katika maisha yako, inavunja pia umoja. Yaani nani alisema? Walisema, nilisikia, walisema. Wenye vitina wanatafuta pia wafuazi. Then jambo lingine, murmuring. Wewe ni mtu tu wa manunguniko. Wewe tu ni mtu wa manunguniko. Hata mmetoa pesa, mmeshona nguo, lakini unasema mbona ya nani inamtosha vizuri na yangu hainitoshi. Inakaa kana kuna upendeleo. Kwa nini yeye wakamshonea flare mzuri na mimi wakanishonea kanguo kananishika? Askofu ametuambia hapa ya kwamba chinzi ulivyo ni mawazo yako. Vile unavyofaa ni mawazo yako. Vile unavyojitokeleza ni mawazo yako. Then number 6, unforgiving spirit. Moyo wa kutosamehe. Wewe uliweka maneno ya 2002 mpaka leo umefika 2026, bado unayahesabu, unajua siku, unajua saa, unajua dakika.
Unajua ilikuwa saa ngapi na ni siku gani. Unajua vile ulifanya, alifanya, akafanya. Sasa umekalisha hapo mama askofu ati amekuja. Unajua nilikataa kukuja kwa sababu hausamei. Utaishi katika hiyo hali ya uchungu na maumivu katika mwili wako. Kwa hivyo nataka nimalizie kwa kusema katika Yeremia 29:11 Biblia inasema ya kwamba Mungu ako na mipango mizuri kwa ajili yetu. Tudumu katika umoja wa Roho Mtakatifu, tudumu katika nyumba ya maombi, tudumu katika nyumba ya ushirika, mahali ambapo kuna Roho Mtakatifu, mahali ambapo neno la Mungu linahubiriwa. Na Mungu wa amani akaweze kuwabariki sana.